Sasa leo picha letu linaanzia katika mjengo mmoja wa kifahari sana ambao unamilikiwa na hawa wanafamilia wanne, na huyu bidada mrembo tunayemwona hapa anaitwa Adina. Ni binti wa kwanza wa Mr. and Mrs. Martin. Ni binti mwenye elimu ya juu na ndiye ambaye anasimamia kampuni ya baba yake. Na huyu tunayemwona hapa ni binti wa pili wa Mr. and Mrs. Martin ambaye anaitwa Nikki. Tunaweza sema kuwa Adina ni senior na huyu ni junior. Lakini huyu hapendi kabisa masuala ya kusimamia kampuni. Yeye ni mtu ambaye anapenda masuala ya fashion na ndoto yake kubwa ni kuwa mwanamitindo. Na tunaona anapigiwa simu na rafiki yake Melody. Na anamwambia kuwa tumepata fursa ya kukutana na mwanamitindo mkubwa sana hapa nchini. Na tunamuona akihangaika huku na kule kutafuta funguo yake ya gari bila mafanikio. Ghafla baba yake Mr. Martin anamwambia kuwa funguo hii hapa ninayo mimi. Na bidada anashangazwa. Kwa nini unayo wewe? Na je, unaweza kunipatia? Maana nina sehemu ya haraka sana ambayo ninahitaji kuelekea. Lakini baba yake hakujibu kitu. Mara mama yake anatokea na anamwambia kuwa huna haja ya kutumia mali za familia, kwa maana ya kwamba hili lote ni jasho la dada yako Adina. Na kila siku wewe unawekeza nguvu zako kwenye hivyo vitu vyako ambavyo huwa unatudhalilisha. Na Nikki anashangazwa. Kuwadhalilisha? Ina maana mimi ninawadhalilisha? Anasema sawa, ila ninakubaliana na nyie. Kwa kuwa sina muda wa kutosha na hayo mabishano, naomba mnipatie funguo, kuna sehemu muhimu nahitaji kuelekea. Na baba yake anamwambia kuwa hilo haliwezekani. Dada yako ni mpambanaji mzuri sana na anaiwakilisha familia. Lakini wewe mara zote unatuletea hizo ndoto zako za uchangudoa. Na Nikki hakufanikiwa kupata funguo, bali aliambulia maneno machafu tu kutoka kwa baba yake. Na Nikki anasema, sasa hivi mimi ni mtu mzima, naweza kufanya maamuzi kwa ajili ya maisha yangu na kufuata ndoto zangu, na sio kuishi chini ya ndoto ambazo wananitabilia watu wengine. Ona, nina muonekano mzuri sana. Pia familia yangu ni tajiri, kiasi kwamba ina uwezo wa kunisimamia niweze kufikia ndoto zangu. Lakini siku zote mpo mbele yangu kunipinga tu. Ila sawa, nawaelewa, na bakieni na hizo funguo zenu. Na hapa ndipo wanasema, usitamani maisha ya watu kama ujui uhalisia ndani yake. Na huu ndio mwanzo wa picha letu pendwa la Love Me Twice. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na huku upande wa pili tunamwona Adina akiwa kazini. Na leo hii anatembelewa na mpenzi wake ambaye anaitwa Sylvin. Anamkumbatia na kutaka kumkiss, lakini Adina anamkatalia na anamwambia siwezi kufanya hivyo kwa kuwa nina lipstick mdomoni. Na Sylvin anashangaa sana. Anamwambia ila hatujaonana kwa wiki 3 sasa. Ina maana unashindwa kunikiss kwa kuwa tu una lipstick mdomoni? Na Adina anasema ila tupo ofisini, je, ni sehemu sahihi kufanya hivi? Na Sylvin anasema sawa, ila natumai tutapata muda wa kutosha sana kuspendi siku ya leo. Ila bado Adina anasema hapana, nina kazi nyingi sana za kufanya siku ya leo, kwa hiyo ninakuahidi kuwa nitakuja kesho. Kwa kuwa Sylvin naye ni mwelewa, anamwambia sawa. Na baada ya muda tunamwona Nikki anawaka sana mbele ya baba yake kwa kuwa amechelewa kufika eneo husika na appointment yake imevunjika. Na mama yake anamuuliza, hiyo ndiyo sauti ya kuongea na baba yako? Lakini pia kama ungekuwa unafanya kazi kwenye kampuni ya baba yako, haya yote yasingetokea. Na Nikki anaumizwa sana kusikia hivyo na anauliza ya kwamba kwani kwenye haya maisha huwezi kufanikiwa mpaka ufanye kazi kwenye kampuni? Ghafla Adina anatokea na kumwambia hilo ndio jibu, umepewa nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni ili uweze kumiliki mamilioni, lakini wewe umeikataa. Sasa ulitakaje? Na anamjibu kuwa na mimi pia unataka nipangiwe maisha kama wewe, muda gani wa kulala, muda gani sio, muda gani wa kupumua, muda gani sio. Sasa hivi unatakiwa kulala, sasa hivi hutakiwi kulala. Inahuzunisha sana kwa kuwa unaishi maisha ambayo hayaendani na umri wako. Na dada yake anamzaba kibao na anamwambia kuwa wewe ni mtoto bado, hakuna unachoelewa na nitakupiga tena kama ukiongea ujinga kama huu. Na mama yake naye anamwambia kuwa unatakiwa kuwa na heshima na sio kuongea na dada yako kama hivyo. Na Nikki naye anachukizwa na kila kitendo. Anasema yani napigwa kibao kwenye nyumba ya baba yangu, alafu kila mtu anatetea, ila ni sawa tu kwa kuwa najua hamnipendi. Na baada ya masaa kadhaa tunamwona Adina anaenda kwa mpenzi wake Sylvin. Na leo ametupigia pigo fulani hivi matata sana, ama hakika yaliomo yamo. Na anakamata mvinyo na kumwambia Sylvin, najua wiki 3 ni nyingi sana, umenimiss na mimi nimekumisi pia.
Sasa mimi natangulia kuoga, kisha mambo mengine yatafuata. Naam, fursa iliyoje hii! Wanaume tena kwenye jambo letu. Na baada ya muda tunaona nothing happened, na bidada yuko busy tu na mambo yake ya kazini, na jamaa kila anapomhitaji bidada anamwambia bado niko busy, natakiwa kumaliza hii kazi kwa ajili ya baba yangu, kisha nitakuwa na wewe usiku mzima. Na Sylvin anaonekana hali si shwari, ila anaamua tu kujikaza kiume, kwa kuwa wiki 3 ni nyingi mno kwa mtu mwenye mpenzi wake. Anasubiri na kusubiri, lakini bado bidada yuko busy. Mwisho wa siku jamaa anapatwa na usingizi, na asubuhi kunapopambazuka Sylvin anamuuliza, mbona kama unataka kuondoka sasa? Anamwambia ndiyo, natakiwa kwenda kufanya kazi. Huu ni utani sasa. Jana umerudi ulikuwa busy, na leo hii tena unaondoka unaenda kazini ingalikuwa leo ni Jumamosi. Anamwambia ndiyo, jana nilisahau kukuambia kuwa nitakuwa na kikao cha bodi. Na jamaa analalamika sana. Anamwambia lakini haipaswi kuwa hivi, unafanya mambo kuwa magumu sana. Na bidada anamwambia kuwa hii ni kampuni ya baba yangu na wewe ni businessman, unatakiwa kuelewa hili. Anachanganya kwato na kuondoka. Na tunaona bidada Nikki anafuatwa nyumbani asubuhi na mapema kwa kuwa amepata mchongo mpya, na picha zake zinakuwa ni gumzo sana mitandaoni kwa kuwa upande wa pili zinashusha thamani ya kampuni ya baba yake. Na ndiyo sababu kubwa ambayo huwa anagombana na familia yake na wanasema kuwa anawazalilisha, lakini yeye anajitetea kwa upande wake na anasema kuwa anahitaji kutimiza ndoto zake. Na tunaona leo Adina anafokewa sana na baba yake kwa kutotimiza baadhi ya majukumu na mauzo kushuka kulingana na changamoto ambazo zimejitokeza licha ya nguvu yote ambayo huwa anaiwekeza kwenye kampuni. Na baadaye tunaona kuwa anatembelewa na mpenzi wake Sylvin akiwa bado yupo kazini, na Sylvin anajaribu kumkisi lakini Adina anakataa na kumpa maneno makali sana kwa kuwa alikuwa na hasira ya kufokewa sana na baba yake. Na Sylvin anamuuliza, yaani unaongea maneno yote hayo kwa kuwa tu nimekukisi? Na anamwambia kuwa najua upo hapa ili tuende lunch, lakini haitowezekana kwa kuwa nipo busy sana. Na jamaa anamwambia sawa, lakini umekuwa busy sana na kazi na hii sio sawa. Na jioni Adina anaenda kuomba msamaha kwa mpenzi wake kwa kile alichokifanya ofisini na kumwahidi ya kwamba watatoka kwa siku kadhaa kwenda nje ya mji ili kuspendi na kufidia ule muda wote ambao wameupoteza. Na baada ya masaa kadhaa kupita, tunamuona Sylvin akiwa amejiandaa kwa ajili ya safari na anampigia simu mpenzi wake Adina na kumwambia kuwa yeye yupo tayari. Lakini jambo la ajabu, Adina anamwambia ya kwamba tunahitaji kusitisha hii safari kwa sababu ninahitaji kusafiri na kwenda Abuja ili kumwakilisha baba yangu kwenye kikao cha wafanyabiashara. Na Sylvin anamwambia kuwa nimeshakata tiketi 2 za ndege na nimeshalipia hoteli kwa ajili ya siku 3. Unawezaje kunifanyia hivi? Ila bidada Adina anaishia tu kumwambia samahani. Na jamaa tunamwona anaanza kuongea mwenyewe na anasema kwamba sasa haya ndio mapenzi gani? Kila siku mambo hayabadiliki, changamoto haziishi, muda wote yuko busy tu na kazi. Na anaamua kuchukua simu na kumpigia rafiki yake Melody ambaye pia ni rafiki yake na Nikki, na anamwambia kuwa anahitaji mtu wa kupiga naye story usiku kucha na anaweza kumlipa kiasi chochote ambacho atakuwa anahitaji. Na Melody anaamua kumpa mchongo rafiki yake Nikki bila kujua kuwa Sylvin ni mpenzi wa Adina. Na baada ya masaa kadhaa kupita, Nikki anaenda kwa Sylvin bila kujua kuwa ni shemeji yake na anamuuliza, mbona nimefika muda mrefu sana lakini huniongeleshi chochote, uko busy tu unakunywa mapombe? Na Sylvin anamwambia, huwezi kunipangia nini cha kufanya wakati ninakulipa. Na Nikki anasema, kwa kuwa wewe ni rafiki wa rafiki yangu, siwezi kukuruhusu uendelee kunywa kiasi hiki. Anajaribu kumnyang'anya pombe na wanaanza mizozo. Na Sylvin anasema, nimemwambia Melody aniletee mtu wa kuongea naye hapa na si mjuaji kama wewe. Wanaendelea kugombana huku akijaribu kumfukuza. Anaishia tu kumuumiza na mwisho siku wanakuwa wapole, wanakaa chini na kuanza kuzungumza. Na Nikki anamuelewa Sylvin, anajua anafanya vile kwa kuwa tu amelewa. Na Sylvin anaanza kumwelezea kila kitu anachopitia kwenye mahusiano yake bila kujua kuwa yule ambaye anamuelezea ni dada wa mpenzi wake. Na kulipopambazuka anamwambia asante sana kwa kuniweka sawa jana usiku. Lakini Nikki anamwambia huna haja ya kunishukuru kwa kuwa ulisema utalipia kwa ajili ya muda wangu. Na siku moja baadaye anatembelewa na Adina. Na Adina anakuja kumuomba msamaha
kulingana na kile ambacho amemfanyia. Lakini Sylvain anamwambia kuwa unahitaji kujifunza kitu kupitia mimi, kwa maana mimi pia ni businessman, lakini ninatenga muda kwa ajili ya mpenzi wangu. Adina anamwambia kuwa nafahamu na usijali, na hatuna haja ya kuongea sana, na ninaona leo mambo yamekuwa ni ya moto kidogo. Ghafla anapigiwa simu, na ilikuwa ni simu ya baba yake. Anamwambia kuwa anahitaji kuonana sasa hivi, kuna kazi ya muhimu sana ambayo anahitaji kufanya. Mara wanaanza mizozo na bidada anavaa viatu na kuondoka zake. Na Sylvain anashikwa na hasira na kuamua kuchukua simu kumpigia Nikki kwa mara nyingine tena. Tunaona leo wanapiga stori nyingi sana na jamaa anasahau kila kitu, anakuwa na furaha na michezo leo imekuwa ni mingi mno hadi wanapitiwa na usingizi. Na leo hii tunaona kuwa wamelala kitanda kimoja. Na kama ilivyo kawaida, jamaa anajiandaa na kwenda ofisini. Anafanya miamala kwa bidada na anamwambia kuwa ataondoka muda ambao yeye atajisikia. Ila anarudi jioni, anapigwa na butwaa baada ya kugundua kuwa bidada hajaondoka. Na anamwambia kwamba nilijua kuwa ukirudi lazima utakuwa na njaa, kwa hiyo nimeamua nikupikie dina kisha ndo nifunge safari. Na baada ya jamaa kumaliza kazi zake, anajifinyia msosi wa maana uliopikwa na Nikki. Na kadri siku zinavyozidi kusonga, tunaona wanazidi kuonana na wanazidi kuzoeana pia. Lakini muda wakiwa wamelala, anapigiwa simu na Adina na anamwambia kuwa nipo njiani na kuja. Na jamaa anamtoa Nikki mkuku, kitu ambacho Nikki hakupendezwa nacho. Na anamwambia, yani unanifukuza kama kuku kwa ajili ya huyu mwanamke wako ambaye anakusumbua kila siku. Anaondoka lakini akiwa amekasirishwa sana. Na baada ya siku kupinduka, anaanza kumsimulia Melody kitu ambacho kimetokea. Na Melody anamwambia, unajua hiyo inamaanisha nini? Unaanza kumpenda jamaa na usipojiangalia utakuwa mchepuko wake. Ila Nikki anamwambia hamna kitu kama hiko. Pia naona kama na wewe unaongea sana tu, ni heri washe gari tuondoke. Na huku kwa Sylvain, mwendo umekuwa ni ule ule. Anatembelewa na mpenzi wake lakini bado ni kazi bure. Anakuwa busy sana na simu zake, kiasi kwamba jamaa anamisi sana uwepo wa Nikki. Na kesho yake Sylvain anaamua kwenda kwa Nikki na kumuomba msamaha. Lakini Nikki anamwambia kuwa siwezi kuwa na mazoea na mtu ambaye ananifukuza kwake kama mjinga. Haiwezekani na haitowezekana. Na Sylvain anamwambia, hizi siku chache ambazo nimekosa uwepo wako kwangu imekuwa kama jahannam. Nimemisi vicheko, kufurahi, pia nimemisi chakula chako. Na wala sitaki kuvipoteza hivi, tafadhali. Na Nikki anamwambia, mimi najua kuwa unaongea hayo yote kwa kuwa tu umeshagombana na mpenzi wako. Na Sylvain anamuuliza Nikki kama ana pasipoti ili waende nje ya nchi kupumzika kwa siku kadhaa. Na kwa kuwa Nikki ni mtu ambaye anapenda sana out, hana budi kukubali. Alimkubalia ombi lake. Na kama tunavyoona wamejiandaa vizuri, wanafunga safari na kuondoka. Kirejea huku upande wa pili kwa bidada Adina, tunaona kuwa tangu wamerudi, sasa hivi mambo yamekuwa hayako kama mwanzo. Kuna baadhi ya vitu vimebadilika. Kwa maana hii sio kawaida ya Sylvain kuwa kimya kwa muda mrefu hivi na kutowasiliana naye. Na anamuuliza sekretari wake, hivi Sylvain amewahi kuja kwa siku hizi ambazo mimi sikuwepo? Lakini sekretari anamwambia hapana. Na muda Adina na mawazo, tunaona sasa huku ndugu yake Nikki anafurahi sana na kusema kuwa sijawahi kutolewa out kama hii kwenye maisha yangu. Na Sylvain anamwambia asante sana kwa sapoti yako na natumai itajirudia tena kama hii. Na bidada anasema bila shaka, ila tu kama hizi bili zote utakuwa unalipia wewe. Na baada ya kufika usiku, jamaa hapati usingizi kabisa. Mawazo yote yapo kwa Nikki. Na huku upande wa pili pia hivyo hivyo. Naona kama sumaku wa penzi jipya imeanza kufanya kazi yake. Na Sylvain anashindwa kuvumilia. Anampigia simu bidada na anamwambia kuwa mimi sipati usingizi, umetawala katika akili yangu. Na Nikki naye anamwambia mimi pia hivyo hivyo, tunawaza kitu kimoja kwa wakati mmoja. Alimuomba waonane kesho yake na bila kupoteza muda alianza kufunguka hisia zake. Kwa namna nyingine naweza kusema kuwa jamaa alishajaa kwenye mifumo ya bidada. Na Nikki anamuuliza, ina maana unahitaji niwe mchepuko wako? Hiko kitu hakiwezekani. Lakini haya yote ni kulingana na namna ambavyo aliongeleshwa na rafiki yake Melody tangu mwanzo. Na Sylvain anasema, simaanishi hivyo. Yaani, siwezi kuendelea na mahusiano ambayo sinufaiki nayo. Ni kama tu napoteza muda. Wewe upo kichwani mwangu
na nipo tayari kufanya chochote kwa ajili